Siku hiyo jua lilikuwa kali katika shule ya upili ya Mtakuja. Kelvin, mwanafunzi wa kidato cha 5 aliyekuwa akisifika kwa akili ya hesabu, alikuwa amekaa chini ya mti wa mwembe akihangaika na swali gumu la advanced mathematics. Mara kivuli kilitua juu ya daftari lake. Alipoinua macho, alikutana na tabasamu la Neema, mwanafunzi mpya aliyejiunga na shule hiyo wiki moja iliyopita. Neema alikuwa na macho yenye mvuto na sauti ya upole iliyomfanya Kelvin asahau fomula zote alizokuwa nazo kichwani. "Samahani, naweza kukaa hapa? Naona unajua hesabu sana, na mimi ndicho kitu kinachonichanganya kuliko vyote," Neema alisema huku akicheka kidogo. Kelvin alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi, akasogeza madaftari yake kumpisha. Hapo ndipo mbegu ya kwanza ya urafiki ilipooteshwa. Wiki 2 zilipita na urafiki wao ukaanza kukua na kuwa kitu cha zaidi. Walikuwa wakikutana maktaba kila jioni. Kelvin alijitolea kumfundisha Neema masomo ya sayansi, naye Neema akamsaidia Kelvin kwenye somo la Kiingereza na fasihi. Hata hivyo, walikuwa na makubaliano moja muhimu: masomo kwanza. "Kelvin, sitaki tuwe sababu ya mmoja wetu kufeli," Neema alimwambia siku moja wakiwa wanatoka darasani. Kelvin alikubali kwa kichwa, akijua fika kuwa mazingira ya shule ya bweni ni magumu na walimu walikuwa wakali dhidi ya mahusiano. Waliahidiana kuwa kielelezo cha wanafunzi bora shuleni, ili kusiwe na mtu wa kuatilia shaka wala kuwazuia kukutana kwa ajili ya kujisomea pamoja. Lakini siri ya wawili hao haikudumu sana. Mwalimu wa nidhamu, Bwana Juma, ambaye alikuwa maarufu kwa jina la Radi, alianza kuatilia shaka. Kila alipopita, aliwaona Kelvin na Neema wakiwa pamoja. Ingawa walikuwa na vitabu mbele yao, Bwana Juma aliamini kuwa hakuna urafiki wa dhati kati ya mvulana na msichana shuleni bila kuwa na mambo mengine. Siku moja wakati wa paredi ya asubuhi, Bwana Juma alitoa onyo kali kwa wanafunzi wote wanaopoteza muda kwenye mahusiano badala ya vitabu. Kelvin na Neema walitazamana kwa mbali, kila mmoja akihisi hofu moyoni mwake. Walijua kuwa kuanzia siku hiyo, kila hatua yao itakuwa ikichunguzwa kwa darubini ya mwalimu huyo mkali. Hofu ya kukamatwa iliwafanya waanze kutumia mbinu mpya za mawasiliano. Kelvin alianza kuandika barua ndogo na kuziweka ndani ya kitabu cha fizikia ambacho Neema alikuwa akikiazima mara kwa mara. Katika barua hizo, Kelvin hakuelezea tu hisia zake, bali pia alimpa Neema malengo ya kusoma kwa wiki nzima. "Mpendwa Neema, fanya mazoezi ya projectile motion ukurasa wa 50. Tukikutana kesho unieleze ulichoelewa. Nakupenda na nakuamini," ilisomeka barua moja. Mawasiliano haya ya siri yaliwaunganisha zaidi, lakini pia yaliongeza hatari. Siku moja, Neema alikuwa karibu kuangusha barua hiyo mbele ya mwalimu wa zamu, jambo lililomfanya azimie kwa hofu kwa muda mfupi kabla ya kuokota karatasi hiyo kwa ujanja. Mtihani wa mwisho wa muhula wa kwanza ulifika. Hii ilikuwa nafasi ya Kelvin na Neema kuthibitisha kuwa mahusiano yao hayakuwa kikwazo. Kelvin alikesha akisoma, huku akimkumbuka Neema kila alipojisikia kuchoka. Kwa upande mwingine, Neema alijituma kwa bidii ili asimwangushe Kelvin. Siku ya matokeo ilipofika, shule nzima ilipigwa na butwaa. Kelvin aliongoza kidato cha 5 kwa pointi za juu kabisa, na Neema alikuwa wa 3 kwa ujumla, akiwa amepanda kutoka nafasi ya 20 aliyokuwa nayo awali. Hata mwalimu Juma alikosa la kusema. Hata hivyo, mafanikio haya yalileta chuki kutoka kwa baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakimvizia Neema, na hapo ndipo fitina zilipoanza kusukwa.
Baada ya matokeo mazuri, kijana mmoja aliyeitwa Silas alianza kusuka njama. Silas alikuwa amemvizia Neema kwa muda mrefu bila mafanikio, na kuona Kelvin anapata upendo na ufaulu kulimchoma moyo. Alianza kusambaza uvumi kwa walimu kuwa Kelvin na Neema walikuwa wakikutana usiku wa manane kwenye maabara ya kemia. Uvumi huu ulisambaa kama moto wa kifuu shuleni kote. Kelvin alianza kuona mabadiliko. Marafiki zake walikuwa wakimnong'oneza na walimu walikuwa wakimtazama kwa jicho la mashaka. Neema naye alianza kupokea barua za vitisho zisizojulikana zikimtaka mwache Kelvin, la sivyo atachafuka. Hali ya hewa shuleni ilianza kuwa ya joto na amani yao ilikuwa hatarini. Mwalimu Juma aliyekuwa akitafuta sababu ya kuwafukuza aliamua kuweka mtego. Siku moja ya Jumamosi, wakati wa usafi wa mazingira, alijificha nyuma ya maktaba akijua fika kuwa Kelvin na Neema wangekutana hapo kubadilishana vitabu. Kama alivyotegemea, Kelvin alikuja akiwa ameshika kitabu cha biolojia. Dakika chache baadaye, Neema alitokea. Walikuwa wakicheka kwa furaha, wasijue kuwa Radi anawatazama. Kelvin alimkabidhi Neema ua dogo la waridi alilolichuma bustanini pamoja na barua. Kabla hata Neema hajakishika kile kitabu, sauti nzito ilitetema, "Nimeyapata majibu ya kwa nini mnaongoza darasani." Ndani ya ofisi ya mwalimu wa nidhamu kulikuwa na ukimya wa kutisha. Kelvin na Neema walisimama huku wakitetemeka, vichwa vyao vikiwa chini. Bwana Juma alitupa lile ua na barua mezani. "Hii ndiyo elimu mliokuja kufuata. Mapenzi shuleni ni marufuku na adhabu yake ni kusimamishwa masomo," alisema kwa ukali. Kelvin, akijua kuwa mustakabali wa Neema upo hatarini, alijikaza na kusema, "Mwalimu, mimi ndiye niliyemlazimisha. Yeye hana kosa, ni mwanafunzi bora na anajitahidi." Neema alishtuka, akamtazama Kelvin kwa macho yaliyojaa machozi, naye akasema, "Hapana mwalimu, sote tunapendana na hatujawahi kufanya chochote kibaya zaidi ya kusoma." Bwana Juma aliamua kuwaita wazazi wao. Wiki iliyofuata, wazazi wa pande zote mbili waliwasili shuleni. Baba yake Kelvin, mzee wa makamo mwenye msimamo mkali, alikuwa na hasira tele. Alihisi Kelvin ameiharibu heshima ya familia. Kwa upande mwingine, mama yake Neema alikuwa akilia, akihofia kuwa ndoto ya binti yake ya kuwa daktari imefika kikomo. Katika kikao hicho mbele ya mkuu wa shule, Kelvin alieleza jinsi walivyokuwa wakisaidiana kimasomo na jinsi ufaulu wao ulivyoongezeka tangu waanze urafiki wao. Alionyesha daftari lao la pamoja la mazoezi kama ushahidi. Mkuu wa shule, ambaye alikuwa mtu mwenye busara, alianza kuona upande wa pili wa hadithi hiyo. Mkuu wa shule aliamua kutowafukuza, lakini aliwapa masharti magumu sana. "Kuanzia leo, marufuku kuonekana mkiwa pamoja nje ya darasa. Mkionekana mnaongea hata kama ni kuhusu hesabu, mtafukuzwa shule papo hapo," aliamuru. Wazazi walikubaliana na uamuzi huo, na Kelvin alipewa onyo la mwisho la kimaandishi. Walitenganishwa kambi za masomo, na hata wakati wa chakula walikuwa wakichungiwa. Kipindi hiki kilikuwa kigumu kuliko vyote. Kelvin alihisi upweke wa hali ya juu, na Neema alikuwa akilia kila usiku bwenini kwake. Penzi lao sasa lilikuwa likipita kwenye tanuru la moto, likijaribiwa kama litaweza kustahimili umbali na ukimya wa lazima.